Katika kijiji kidogo karibu na jiji, aliishi msichana aitwaye Zainab. Msichana mwenye uzuri unaovutia macho na moyo laini kama nuru ya asubuhi. Aliishi katika nyumba kubwa sana iliyofanana na kasri, kuta zake zikimulika utajiri na hadhi ya familia yake, kwani baba yake alikuwa mmoja wa matajiri wakubwa sana. Siku moja, kijana maskini aitwaye Juma alifika pale kuomba kazi, akiwa amechoka kidogo, lakini macho yake yakiwa yamejaa matumaini yasiyokufa. Alisema kwa heshima kuwa yuko tayari kufanya kazi yoyote, na bahati ikamwangukia, akapewa kazi ya kutunza bustani na kufanya usafi. Siku ya kwanza alipokuwa akimwagilia maua, Zainab alimuona akiwa mbali. Akastaajabu jinsi anavyofanya kazi kwa upole, kana kwamba anaheshimu kila ua. Ndani ya moyo wake, kitu kilitikisika taratibu. Hisia mpya kabisa zilianza kuchanua bila yeye kuelewa. Hapo ndipo safari ya upendo wao ilianza kwa ukimya, kama siri inayojificha gizani, lakini inakuwa kila siku. Umefika hapa? Usijidanganye. Hii si hadithi ya kawaida. Bonyeza subscribe sasa hivi kabla hujasahau. Kisha piga like, famana sehemu zinazokuja zitakuwa cha mdomo wazi. Kadiri siku zilivyopita, Zainab alianza kumkaribia Juma pole kwa mazungumzo madogo yaliyogeuka kuwa ya kina. Na kila walipoongea, waligundua kuwa mioyo yao inaelewana zaidi ya walivyodhani. Walicheka pamoja, walikaa chini ya kivuli cha mti mkubwa, wakisikiliza upepo ukipita kama muziki wa upendo wao. Siku moja, Zainab alimwambia kuwa anajisikia amani akiwa karibu naye, jambo lililomshangaza sana Juma, kwa sababu hakuwahi kufikiria kuwa msichana tajiri kama yeye angeweza kuona thamani yake. Lakini polepole, hisia zikawa kubwa zaidi, hadi siku moja Juma akakusanya ujasiri wake, akamwambia wazi kuwa anampenda, na Zainab akamjibu kwa tabasamu la dhati kuwa naye pia anampenda. Walijua tofauti zao za maisha, lakini waliamua kufuata sauti ya moyo wao bila kuogopa. Siri yao haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu siku moja baba wa Zainab aliwaona pamoja, na hasira ikamjaa mara moja kama radi kali. Aliuliza kwa ukali Juma ni nani, na kabla hata ya kusikia majibu, aliamua kuwa kijana huyo hastahili hata kusogea karibu na familia yake. Juma alifukuzwa kazi papo hapo, na Zainab akajaribu kumtetea, lakini baba yake hakutaka kusikia hata neno moja. Kwake, utajiri ulikuwa muhimu kuliko upendo, na aliona Juma kama hatari kwa heshima ya familia yake. Usiku huo ulikuwa mzito sana. Zainab akilia kimya akitazama dirishani, huku mbali kidogo Juma naye akitazama ile nyumba kubwa ambayo sasa ilionekana kama ndoto isiyofikika. Baada ya kufukuzwa, Juma hakukata tamaa hata kidogo, bali aliamua kupambana na maisha kwa nguvu zote ili kuthibitisha kuwa anaweza kuwa bora zaidi. Alifanya kazi ngumu sana kila siku, akijenga, akifanya biashara ndogo na kuvumilia changamoto zote kwa sababu ya upendo wake kwa Zainab. Wakati huo huo, Zainab alisimama imara dhidi ya baba yake. Akakataa kuolewa na wanaume matajiri waliokuwa wakiletwa kwake, akisema wazi kuwa moyo wake uko kwa Juma pekee. Miaka ilipita kidogo, na juhudi za Juma zikaanza kuonekana. Maisha yake yakabadilika hadi akawa mtu mwenye heshima na mafanikio. Siku moja alirudi tena mbele ya ile nyumba kubwa, safari hii akiwa tofauti kabisa na zamani, macho yake yakiwa na ujasiri na heshima. Kama bado hujabonyeza, basi sasa ndio muda wake. Subscribe haraka sana na piga like, kwa sababu mwisho wa hadithi hii unakaribia na hautaki kuukosa. Juma alipofika pale, baba wa Zainab alishangaa sana kumwona tena, lakini safari hii aliona mabadiliko makubwa ndani yake.
Juma alisimama kwa heshima na kusema kuwa anampenda Zainab kwa moyo wake wote, sio kwa sababu ya utajiri, bali kwa sababu ya roho yake safi. Zainab alitoka ndani mbio, machozi yakimtiririka kwa furaha alipomuona tena. Baba yake aliwaangalia kwa muda mrefu, akitafakari nguvu ya upendo wao ambao haukushindwa na umaskini wala uda. Mwishowe, moyo wake ulilegea, akakubali kuwa upendo wa kweli hauzuiliwi na pesa. Aliwapa baraka zake na harusi yao ikawa ya furaha kubwa, si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya safari yao yenye maumivu na ushindi. Na hapo wakathibitisha kuwa upendo wa kweli hutoka moyoni na haujali hali ya maisha. Baada ya harusi yao, maisha ya Juma na Zainab yalianza kama ndoto tamu iliyotimia. Walihamia kwenye nyumba nzuri, si kubwa kama ile ya baba yake Zainab, lakini ilijaa amani na mapenzi ya kweli. Kila kona ya nyumba yao ilikuwa na kicheko, na kila siku ilianza kwa matumaini mapya. Juma aliendelea kufanya kazi kwa bidii, sasa akiwa na biashara yake mwenyewe, huku Zainab akimsaidia kwa mawazo na mipango. Walionekana kama mfano wa upendo ulioshinda kila kitu. Lakini maisha si hadithi ya mwisho mmoja tu. Changamoto zilianza kujitokeza pole pole. Watu wengine walimcheka Juma nyuma yake, wakisema bado ni maskini aliyebahatika, maneno yaliyomchoma moyoni kama sindano ndogo ndogo. Wakati mwingine biashara yake haikwenda vizuri, pesa zikawa chache na msongo ukaanza kuingia kimya kimya ndani ya nyumba yao. Kulikuwa na siku walizozungumza kwa sauti ya juu kidogo, si kwa sababu hawapendani, bali kwa sababu ya uchovu na mawazo mengi. Zainab wakati mwingine alihisi maumivu kuona Juma akiteseka, na Juma naye alihisi kama anapaswa kufanya zaidi kumlinda mke wake. Lakini kila walipokumbuka walipotoka, walishikana mikono tena na kusema, hatutarudi nyuma. Upendo wao haukuwa tena wa ndoto tu, ulikuwa sasa ni vita wanayopigana pamoja. Kadiri muda ulivyopita, Juma alijifunza kuwa nguvu ya kweli si pesa tu, bali ni moyo wa kutokata tamaa. Aliendelea kupambana, na polepole biashara yake ikaanza kusimama tena. Zainab hakuwahi kumwacha hata siku moja. Alimpa nguvu kila alipohisi kuanguka. Siku moja jioni, walikaa pamoja nje ya nyumba yao, wakitazama jua linazama. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na presha, ni amani tu. Zainab akasema kwa sauti ya upole, unajua nini? Hata kama maisha yangekuwa magumu zaidi ya hivi, bado ningekuchagua wewe. Juma akatabasamu, macho yake yakiwa na shukrani kubwa. Nami pia, kila siku. Walicheka kidogo, wakakumbuka walivyokutana, jinsi walivyopigana kupendana, na jinsi walivyoshinda kila kizuizi. Na hapo ndipo ukweli ulionekana wazi. Maisha yao hayakuwa kamilifu. Kulikuwa na matatizo, kulikuwa na hofu, kulikuwa na siku mbaya. Lakini katikati ya yote hayo, walikuwa pamoja. Na wakati watu wengine walikuwa wanatafuta furaha kwenye mali,